Bwana asifiwe. Ni Mwalimu William. Tunaongelea mambo ya changisho kanisani. Lazima kanisa watu wakichanga. Na wakichanga pesa yao iko kwa meza, jua ni pesa gani, imetolewa kiwango gani, ninaenda kufanya kazi gani. Kama ni kufanya kazi ya Bwana kununua viketi, kama ni kujenga kanisa, watu watatoa kwa hiari. Watatoa kwa sababu ya mchango wa kanisa. Lakini ukiambia watu toa kwa sababu natolea Mungu mwenye waoni, watu wanajifuta nyuma. Ndiposa wengine wanaingia tolea Mungu lakini hawafanyi kazi ya Bwana. Wakorintho wa kwanza 16:1-4 nasema nini? Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia. Kama alivyoamuru makanisa ya Galatia, watu wakae na mchango. Kwa sababu kwa hii Biblia hakuna mahali penye Yesu alisema toa sadaka. Ilimkalia ngumu kwa sababu ndio imeandikwa katika Agano la Kale. Lakini kwa sababu chanzo cha mabaya ni kupenda fedha, watu wamerudi kusema tolea Mungu na Mungu mwenyewe akuja kuichukua. Fungua chama kwa kanisa, watu wakitoa pesa iwekwe ende kwa bank, itoe amewekwa kwa mesa table banking, watu wachukue. Hata wewe mhubiri ukitaka utachukua na utarudisha. Twende Matendo ya Mitume 11:23-26 nasema nini? Naye alipokwisha kufika na kuiona neema ya Mungu akafurahi, akawasihi wote waambatane na Bwana kwa kusudi la moyo. Ndio. Maana ilikuwa mtu mwema amejaa Roho Mtakatifu. Watu wakaongezeka upande wa Bwana. Ndio, wakao wengi. Hata sisi tunapoongea hivi tunataka watu waongezeke upande wa Yesu, sio upande wa kafiri. Watu wamechingiza kwa neno la Mungu kwa sababu walikuwa watu wa vimia. Samani kanisa ilikuwa kanisa ni chama. Kwa sababu gani? Wafarisayo, Wasudakayo, Wanikola, kila mtu alikuwa na abudu vyake, lakini walijiita ni watu wa kanisa. Lakini mtu mwenye aleta hii maneno kwa watu wanaitwa Kristo, mpaka saa kila mtu anaitwa Mkristo ni Paulo alipokuwa katika Antiokia. Endelea. 25. Kisha akatoka akaenda Tarso kutafuta Sauli, hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Wanafunzi ndio wewe unaona Kenya mzima, dunia mzima watu wanajiita Wakristo. Ndio mtu anaitwa Paulo, yeye ndiye alikuwa anaifunza watu wakasema hao ni watu wa Kristo. Lakini kitambo watu walikuwa Wasudakayo, Wanikolayo, katika wakati ya Musa walikuwa Balaki na Balamu, vilikuwa vyama tu vinavyoabudu Mungu. Watu walikuwa naabudu jua. Ndio naona saa hii neno la Mungu linakukalia vigumu kwa sababu wewe si Mkristo asili. Isipokuwa ulijiingiza tu kwa sababu watu wamejiingiza tu, mimi ni wa Yesu, mimi ni Mkristo, mimi ndio naona maneno ya Mungu na wakalia ngumu. Lakini wewe uliosaliwa na Kristo mwenyewe, neno la Mungu haliwezi kalia wewe ngumu kwa sababu wewe ni chanzo cha imani ya Kristo. Asante.